Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Mongame LTV Media. Leo tumebahatika kutembelea maeneo ya Ala. Ndio Ala. Okay. Huku kuna miradi ya shamba, kuna wakulima ambao wanajishughulisha na project ya shamba la matunda mbalimbali. Kuna hembe kama jinsi tunavyoona, kuna mapera, kuna parachichi na mambo mengine kadhaa kwa kadhaa. Na tumekutana na moja kati ya fundi ambao kwa lugha ya Kimombo anaitwa agronome. Tutaenda kujana naye na utafahamu mengi zaidi kupitia yeye. Labda mzee unaitwa nani? Nimeitwa kwa jina Patrick Massa. Patrick Massa. Agronome engineer. Okay. Mradi huu umeanza tangu lini mzee? Tumeanza masiku mingi chapita. Tunaanza depuis moment 11 mois. Tunaona shamba hapa ni kubwa na linakadishwa kuwa kama vile hekta ngapi hivi? Ni kubwa shida jua tasema ni kubwa tu. Ni kubwa. Na kama jinsi tunavyoona mimea yote hii labda kulingana na ujuzi wako itakuwa na mipangilio gani? Maana mimea ni tofauti tofauti, itachangwa kwa pamoja ama vipi? No, kila mimea tutaiotesha fasi yake. Na malengo gani na matunda haya? Tuna objectif ya mingi sana. Premièrement, tuna lutter contre sur le réchauffement climatique. Et puis tuna essayer améliorer le climat. Okay. Et deuxièmement, tu fournir ma fruits mugini. Okay. Yani itakuwa yani shamba hili linalimwa kwa sababu ya uzaji wa matunda peke yake. Matunda. Nifikiri hapa kuna mpango wa kuweka kiwanda cha vinywaji mzee. Hapana. Na ufundi huu umeanzia hapa? Hapana. Tulianza kwa zamani, deja tuko ba agronome tunataka kusema pale, na ndio tulikuta wengine, na ndio tunaendesha na ufundi paka huyu. Deja ilikuwa ni projet ya zamani tunaendelea kuendelesha. Shamba hili umeajiriwa ama ni la kwenu binafsi? Tuseme ni za kwetu. Za kwetu ya kuna wasika wakuu mbele yangu wenye wanajua mambo mengi kuhusu shamba. Naona mna wafanyakazi. Mnaishi vipi na wafanyakazi hawa ama ni changamoto gani ambazo mnazipitia mashambani huko ambao sasa hivi mnaishi? Tunaishi vizuri, tuko kimya kabisa, amani. Na ndio vile c'est vrai que ma difficulté entre pas travailler ba employé na ba vile tumeishi kwa amani, tuko bien hapa Ala. Safi sana. Na mto wenyewe Ala kama jinsi unavyoona na hiki ni kipindi cha masika. Hakuna changamoto yoyote ambayo sasa hivi zinatokea? Kwa sababu tukiangalia shamba lenyewe ni pembezoni sana kwa mto. Na hiyo rivière ili tupata kashida kadogo litokelea kuhusu ili deborde toka kule iliala sana ikavimba ka deborde, ndio maana unaona hivi vyote vimaene biko hapa na uchafu ingine mamai na miti libeba na mimea ingine hivi mamanga na avocado zote zilienda na mai, na ndio tuko madifikiti hapa presentement ndio ya kurekipiri binyi bilienda na maana kuaranje binyi biko wako. Shamba ni kubwa. Ndio. Alafu kwa muonekano ni kama limefyekwa. Ndio. Vipi kutakuwa kuna namna kulima ama itashatu hivi itaisha hapa tu kwa kufyeka? Tunafyeka nafasi zingine tutalima hapo. Kwa kupitia mkono. Kutakuwa mkono pia kutakuwa na mashini. Zitakuwa mashini. Ila njia ni mbaya. Kuna mpango gani labda mashini kufika hapo? Tuna projet ya kuaméliorer barabara, kutengeneza barabara. Ndio vitu na mavizio ziko za mingi na moyen kulimite kisa tunataka kusema pale. Na tutese uwezo wetu na uwezo ya kazi tutaweza kutengeneza barabara pour que tracteur ipite wala machine ipite pour que banze kulima na kazi zingine zianze kuendelea. Na gisa kuevacuer ma produit champêtre tantoka mashamba. Vipi mchakato wa utengenezaji wa barabara kwa sababu hizo mashine umeshaanza ama bado? Zilishaanza, tuko tu amélioration tuseme barabara. Na jinsi tunavyoona maeneo barabara kwanza inaweza kupitia wapi? Maana kila sehemu kuna mito, kuna milima na mabonde. Alafu mito imejaa sana. Labda barabara yenyewe mmeplani kupitia wapi? Tunaona hata kwetu tunatoka Kazimia paka kwa Ala ni mamilima tu. Vile hata sisi tuko hapa ni milima. Tutasepa kudevier, tunachimba kama mlima kiloko, tunaangalia kwa rivière. Tunasikia kucheka po meme artiste ka simple tu tunakaweka paka vile tu. Okay. Nafikiri mradi huu ni mradi mzuri sana endapo
mbeleni huko utatoa matunda, na nafikiri wakaaji wa Kazimia na vijiji kando kando watanufaika sana. Ni neno gani ama ni wito gani ambao unaweza kutoa kwa watu ambao sasa wanatutizama kupitia Munga MLTV Media? Bona papatia mbe shukrani na kwa mwe pia kisema nataka kwanza ni pour la première fois naona presse na ku interviewer hapa. Et en plus de cela ni occasion na sini occasion yetu ya kuja kujulikana na wajue projet watu kujiunga na sie. Watu jiunge na sie pour que sie tusaidie na kudevelopment ya mugini na tusaidie tudevelopment mugini hata tutoe mafruit. Kuna mafruit mingi natoka kama ni Tanzania, Burundi, mena hapa inashii tuanze kuproduce kama ni maembe na mavoka. Itatusaidia hapa Kazimia na nafasi zingine. Ndio vile. Na mpo makundi na kulingana na ukubwa wa shamba hili vipi, wafanyakazi wamefikia kiwango ama bado mna uhitaji wa wafanyakazi wengine kuongezeka? Bon, tunahitaji main d'œuvre iongezeke, pia na mambo mengine iongezeke, hata yote mambo financier, physique na materiel. Ndio jinsi tunapenda sie kwanza zote ziongezeke. Basi bezo kwa mingi na shamba hili sasa ni kubwa, main d'œuvre na hiyo inahitajika. Okay. Sasa tunakushukuru sana mzee wangu. Asante sana, mimi namshukuru. Na ulikuwa nasi katika kipindi hichi cha mazingira na maendeleo. Mimi niite Frank JP1 na tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana kwa kutizama mwanzo wa kipindi hichi na mwisho. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Munga MLTV Media. Usisahau pia kulike, comment pamoja na kushare kwa watu wengine. Tunakushukuru.